Yes, asanteni sana Mr. Speaker. Punge power. Power. Punge power. Power. Punge power. Power. Leo hii tuliona rais wetu wa Jamhuri ya Kenya jana alifungua nyumba. Alifungua nyumba zenye zilioanzwa na ule rais aliyetoka mamlakani. Sasa tunauliza, hizo nyumba alifungua jana, ni nyumba alifungua mpaka mama mboga akaingia ndani, ama ni nyumba alijifungulia au wakubwa wake wenyewe waingie ndani? Kwa sababu tulipotazama hakuna kijana ya boda boda aliingia kwa zile nyumba, hakuna mama mboga, hakuna mama mboga aliingia kwa ile nyumba zilizofunguliwa jana. Kwa hivyo tunaomba na sisi pia, ikiwa serikali hiyo ya William Samoei Ruto inatujua, ile nyumba alifungua jana, tungemuona mama mboga sehemu ile, tuone kijana ya boda boda sehemu ile, tuone hasara wao vijana wa kubeba mizigo town, au ndio maasura kabisa. Pia wapewe hiyo nyumba. Walipewa? Walipewa? Kwa hivyo zile nyumba siko nyumba za mabwenyenye. Zile nyumba ni mabwenyenye walipewa, kwa sababu hizo nyumba zilifunguliwa mabwenyenye wapokee. So tunakuambia rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, pia sisi ni wananchi. Ikiwa unataka, ulisema utatetea mtu mdogo kabisa wa chini, leo hii mtu mdogo kabisa ndiye analia sana, ndiye anakaa kwa machozi mingi. Kwa hivyo tunakuomba rais, unapoendelea kutunyanyasa namna hiyo, wale ulikuwa unasema wachinga walisakwisha Kenya, leo hii hatujui ndio umejua wajinga wameongezeka katika Kenya. Sisi tunajua ulipotuambia wajinga walisakwisha, mpaka leo hii tuko na ile mdomo wa kujua wajinga walifanya nini. Walisha Kenya. Tunajua wajinga walifanya nini. Wajinga walisaisha Kenya. So tunakuambia bwana rais, wewe ndio rais, umebakiza mwaka mmoja na nusu hivi, hii maneno tuanze hiyo kazi. Ndio ulichagua nini wanaendelea katika kazi yetu. Tunaomba sisi kama Wakenya tuheshimike na tulindwe kwa haki na ukweli, kwa sababu mwananchi kazi yake ni kulindwa wananchi. Sasa Kenya yetu imekuwa ofisa mmoja anataka kushughulikia wananchi 10. Tunapoangalia hapa mahali tuko, hakuna hata ofisa mmoja anatulinda. Sisi tunajilinda kwa sababu sisi Mungu ndiye anatulinda. Sisi Mungu ndiye anatulinda. Kwa hivyo ninaomba Mr. Speaker, tunapoendelea katika bunge letu la mwananchi, tunaomba mwananchi alindwe na Mungu. Serikali ya Kenya itaki kutulinda, ndio maana tunapata watu wanakufa mitaani, watu wanakufa mitaoni. Mpaka leo hii imefika wakati mpaka wale ambao tunaojua wanaomba, wanatuombea kufika karibu na Mungu, leo hii ndio wanauawa kiolela. Kuna ule fata wetu mpendwa katika kanisa letu la Kikatoliki aliyouawa. Sisi kama mwananchi, kwa sababu tunaomba, na mimi ni mmoja wao, niko Mkatoliki, kwa hivyo tunalia na wapendo wetu wa Katoliki. Tunaomba serikali yetu ya Kenya ichunguze kifo ya ule fadha haraka iwezekanavyo. Wale waliomuua wachukuliwe hatua na wachukuliwe mahakama, wafungwe. Sasa tukiacha nchi, ikiwa mpaka wale tunao trust wenye wanatuombea nafasi mbinguni wanauawa kiolela, hiyo kweli ni halali serikali yetu ya Kenya inafanya? Kwa hivyo serikali tunaomba uchunguzi ufanywe kwa haki na ukweli. Wale wanaoua fadha wachunguzwe na wakamatwe. Naongelea huyu mwanamke wetu Mkisii, yule aliyokuja kusalimia Matiang'i tarehe 2, Gloria Orioba, aliyokuja katika mji wetu wa Kisii kusalimia Matiang'i. Mimi nashindwa, tuko na wabunge hapa 3, tukiongeza na women rep, ule ambao mwanamke kile kitu ya kusaidia mwanamke, na yeye pia akue katika bunge kwa kelele ya wanawake. So tunapoangalia yule Gloria Orioba ameondolewa katika hiyo pati ya UDA, tunaomba wale wabunge wetu, wewe Osoro pamoja na Chaveti
pamoja na mwingine tunaochagua hapa Nyaliba Alichache. Mwenye hatujui mwelekeo kwao ni wapi, kwa baba yake ni wapi, hata hatujui grandfather wake ni nani. Unajua sisi wa Kisii tunafuatanga ile desturi za Mkisii, tunakuanga na mila zetu za nyumbani. Tunafuatanga mila. Lakini yule sisi atuelewi mila ya kwao ni gani, babu ya kwao ni mgani, baba mama yake nyanya yake shosho ni nani, atuwajui. Lakini Nyaliba Alichache tukakuwa na utu na kuondoa ile kitu inaitwa Ebo Nyomba, tukapewa yeye kura mbunge wa miaka 5 kulika support wa Kisii kama mbunge walioondoa katika bungeni Glory Orioba. Tunaomba wale wabunge wamefanya vizuri ama wamefanya mbaya? Wamefanya mbaya. Wale wabunge wamefanya vizuri ama wamefanya mbaya? Mimi nawaambia safari yenu raundi hii mjue ni one term. Wabunge wale mjue ni one term. Kwa hivyo tunawaambia ndugu zangu wale tumechagua kama wabunge, hamuna heshima za Mkisii na nyinyi amtetei mtoto wenu, mnaja anakimbizwa kule bungeni. Huyo Glory Orioba ni mtoto wetu hapa Kisii. Mmewahi ona Mkalenjin akipiga Mkalenjin wao? Mmewahi ona Mjaruo akipiga Mjaruo wao? Mmewahi ona Maasai akipiga Maasai wao? Kwa nini nyinyi Osoro mnachapa mtoto wetu Mkisii? Nyinyi si wa Kisii. Tunataka kujua nyinyi Osoro mnapotandika mtoto wenu, chua safari yenu pia nyinyi kiko motoni kinawasubiria. Kwa hivyo tunaomba wale mliokaa bungeni kuondoa mtoto wetu katika bunge. Yule mtoto tukiangaa katika eneo la Abomasi, watoto wengi wameenda ngambo, wamepitia kwa huyo msichana wetu wa Kisii. Wengine wameenda ngambo wanafanya kazi huko, wengine wameenda Utariani kufanya kazi huko. Kwa hivyo huyo msichana wetu Glory Orioba amesaidia wa Kisii sana eneo letu la Abomasi. Tumejua kazi ambayo msichana wetu umefanya. Kwa hivyo tunakuomba kama wa Kisii, njoo, kuna ile kiti cha wanawake kiko free. Hata wanaposema wewe sio umeolewa nje ya nje, tunajua nje ya nje ndio utachukua wanawake wengi waenda huko hata kufanya kazi huko na pia waolewe huko. Kuna mmoja tulipea kiti hakuolewa Kisii, kiti ya Women Road. Kuna mmoja tulipea hakuolewa Kisii, alikuwa anaitwa Janet Ongera. Yeye hakukuwa mkaaji wa Kisii, hakuolewa Kisii na aliolewa Ujaruo, lakini akaja Kisii tukampea hiyo kiti. Na wewe tunakuambia Glory Orioba, njoo Kisii, tangaza hiyo kiti cha wanawake, tutakupea kwa roho safi. Sisi tumeamua kiti cha Women Road itakuwa ni kwako wewe. Wewe tunajua unatetea wa Kenya na utatetea wa Kisii na nchi yetu ya Kenya utaitetea kwa sababu umesimama pamoja na Matiang'i. Mungu awabariki. Bunge power. Asanteni sana.